kukimbia. Kuna kesi moja ilitokea pia Iringa pale, baba alivyoona maisha magumu akaacha familia akamwachia mama. Mama naye kumbe ana vikundi vingi anadaiwa, naye akaamua kukimbia. Watoto wakabaki wenyewe. Kwa hiyo mtoto mkubwa alikuwa form 3. Kwa hiyo ikabidi aache shule sasa, aanze kufanya vibarua kuwahudumia watoto. Baadaye baada ya kurushwa kwenye mitandao, watu jamii kawasaidia ile familia kuhakikisha kwamba yule binti anarudi shuleni na wale wazazi kuwasaidia ili kuweza kurudi katika familia yao. Kwa hiyo inatokea. Lakini pia ukatili wa mtandaoni ni aina nyingine ya ukatili dhidi ya watoto. Watoto siku hizi wanatumia mitandao. Mtoto wa miaka 12 mpaka 17 wakati mwingine anatumia mitandao kwa ajili ya kujifunza, na huko wanakutana na vitu vya ajabu. Wakikutana na picha za ngono, maana yake tayari umeshamwathiri mtoto kisaikolojia, na huo ni ukatili. Lakini pia kuna kesi moja ilitokea, mtoto wa miaka 14 wakati anatumia mtandao, kuna mtu akaanza kuwasiliana naye akamwambia nitumie picha zako za utupu. Tayari huo ni ukatili wa kingono mtandaoni, na ni upo unafanyika. Sasa tuangalie vichocheo vya ukatili dhidi ya watoto. Vitu gani vinachochea ukatili dhidi